Hallelujah. Amen. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wanaume, asanteni sana. Kanisa na uongozi wa kanisa tunawashukuru sana kwa kutupa kibali wiki hii ambayo tunahitimisha leo tarehe 3 mwezi wa 5, ambayo ni siku ya wanaume au siku ya usharika wetu wa CMF. Na tunamshukuru Mungu, kuanzia ibada ya kwanza mpaka sasa tunaona uvuvio wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wakati huu tuna mtumishi wa Mungu kama mnavyomwona mbele yenu, ana wasifu mkubwa sana, lakini labda moja tu, ni mwanaume wa mke mmoja. Na bila kupoteza muda, wakati huu ni wa kwenda kula chakula cha kiroho ambacho Mungu ametuandalia. Hivyo tuwe na utulivu. Pale nyumbani nina kijana machachari sana, lakini wakati wa kula anakuwa mtulivu sana. Kwa hiyo tunaomba utulivu ili tukasikie kile ambacho Bwana ametuandalia leo. Na naomba niombe. Bwana Yesu, tunakushukuru sana kwa siku ya ushirika wa wanaume leo hii hapa kanisani kwetu URCC. Tunasema asante Bwana kwa kuwa umeweza kuwawezesha waamini kufika mahali hapa, na tumekuona Bwana katika vipindi vyote vilivyopita. Asante Bwana hata wakati huu ambapo tunaweza kusikiza neno lako ambalo Bwana umetuandalia kupitia mtumishi wako aliyehodari. Naomba Bwana ukapate kuzungumza nasi, na zaidi ya yote Bwana tukapate kusikiliza, na kusikiliza ni kutendea kazi maneno ambayo unaenda kutuambia. Ninaomba Bwana kila mmoja wetu neno hili likapate kumfaa kwa kadri ya uhitaji wake. Na ni katika jina la Yesu Kristo naomba kushukuru. Amen. Karibu sana Mr. Prosper. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Hii ni siku nzuri sana. Naomba nifanye jambo moja. Baba utanisamehe kama limekuwa ni la kigeni, lakini naomba nije nipige goti, uniwekee tu mkono, unitamkie neno, alafu niendelee. Haleluya. Sasa nina dakika chache sana, wakati injinia anatusaidia zaidi sauti. Nina dakika chache sana. Huwa mimi naongeaga dakika chache ni dakika 80. Hiyo ndo, na kwa hiyo kwa siku, kwa sababu nakuwa na vipindi kwa siku, ni dakika 160. 160 ni masaa mangapi? Masaa 2 na dakika 40. Basi huo ndo nakuaga wastani. Vipindi vyangu mimi ni mwalimu. Kwa hiyo dakika 80 zangu huwa naongea, na siandikagi notes muda wa kufundisha. Nafundisha dakika zangu 80 zote. Naambia notes mkaandike weekend huko. Kwa hiyo dakika na hizo zinakuaga zinitoshi. Kigonga kengine nasema Sasa nimepewa hizo 80 uzigawanye mara 2 upunguze tena. Kwa hiyo na dakika chache. Kwenye hizo dakika napaswa nikupe maarifa ya Mungu. Kwenye hizo dakika kuna watu nabidi niwachekeshe. Kuchekesha sio dhambi. Hamtanuna mwanzo mwisho. Humo ndani kuna watu nabidi kuonya, kuna watu wa kutia moyo, kuna watu wa kukaribia. Kwa hiyo kwenye hizo dakika chache kama 30 inabidi mambo yote hayo kwa uwezo wa Roho Mtakatifu yao yamefanyika. Haleluya. Sasa nilikuwa nimepanga mke wangu aombe kwa ajili ya neno, alafu sasa neno lishaombewa na mimi nishaombewa.
Kwa hiyo itabidi asimame apunge hivi. Uongozi haya, viongozi wa CMF hapa ameniambia uje angalau mbele. Kwa hiyo utasema neno haleluya afu tuendelee. Aha, unaweza kusema hata haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nawapenda. Haleluya. Nitakuwa naongea kwa spidi lakini maandiko tutayapata vizuri. Amen. Nitakuwa nakimbia sana. Tuna ujumbe mfupi. Kichwa cha ujumbe kinasema dalili. Kuna watu tayari wanasomaga Biblia. Hivi nani mmoja hapa anafunuliwa na roho hii na inamalizikia inaishia vipi? Hapana. Kuna mtu ametamka kitu sasa hii hapa. Sasa somo letu linasema dalili za roho na za nguvu. Haleluya, haleluya. Dalili za roho na za nguvu. Andiko letu la msingi wa Korinto, waraka kwa Korinto wa kwanza sura ya 2 mstari wa 4. Mtume Paulo anaongea kitu kimoja kizuri sana. Anawakumbusha kwamba nilipokuja huko kwenu huko, neno langu, kuhubiri kwangu hakukuwa tu kwa maneno ya hekima yenye kushawishi yanotungwa kwa hekima za kibinadamu. Alafu anasema lakini yalikuwa kwa dalili za roho na za nguvu. Haleluya. Dalili za roho na za nguvu. Dalili za roho na za nguvu. Unajua kuna siku Yesu aliingia kwenye sinagogi kwa mara ya kwanza, kwenye kitabu cha Marko sura ya kwanza. Walikuwa wanakuwa daima kwenye masinagogi wanajifunza sheria ya Musa. Sheria, Torati inaletwa, wanasoma, wanafanya namna zote wanazoweza, wanaondoka. Na walikuwa wakienda kwenye hekalu, walikuwa waendi kila siku wengine. Lakini ikitokea hata wameenda, hakukuwa na chochote chenye dalili za roho na za nguvu. Siku Yesu anazungumza akukemea pepo, Yesu akiwa anazungumza tu, mwenye pepo akapiga kelele kule kwa nguvu, tuna nini na wewe? Hajaamuru mapepo yatoke, anafafanua tu sheria ya Musa. Hiyo anachokifanya Yesu kimejaa dalili za roho na za nguvu. Kwa hiyo mwenye pepo mchafu akapiga kelele nyingi kule, tuna nini na wewe mwana wa Mungu? Kelele nyingi, akamwambia funga kinywa. Wale wengine wote Wayahudi walikuwa wamekaa pale na viongozi wa waandishi, Mafarisayo, wote wakasema hii ni nini? Hii ni nini? Ni elimu mpya. Kumbe kulikuwa kumekosekana dalili za roho na za nguvu. Haleluya, haleluya. Nimesoma historia ya kanisa, ambayo baba yetu sasa yeye ndio mkufunzi mkubwa wa hiyo. Kwa hiyo ninayokosea ananiambia hiki kinakaa hivi, hiki kinakaa hivi. Haleluya. Viongozi wa dini kuna wakati waliamua kusahau kuhusu roho, alafu wakadhani wanaweza kaweka mambo yao wao wenyewe kuhusu imani hii. Kila kitu kinaanza na roho. Kila kinachotendeka kinamhitaji roho ya herufi kubwa. Haleluya, haleluya. Wakakutana mababa, walikuwa wanajiita mababa wa kanisa. Sijui nani aliwapa, maana wale wa kanisa walikuwa kama Kristo. Hao walijipachika wao wenyewe. Wakakutana mababa 350 kwenye kikao. Haleluya. Wakakutana mababa 350, walijiita ni church fathers, mababa wa kanisa.
wakakaa pale kwenye kikao linaitwa baraza la Nikea la 7. Wakakaa wakajadiliana, alafu walipotoka kwenye hiyo the 7th Ecumenical Council, baraza la 7 la Nikea, walipotoka kwenye ile baraza hawakutoka na mambo ya ujazo wa Roho Mtakatifu. Yaani jambo la kwanza wamejadiliana siku nzima. Walichotoka nacho ni makanisa yote yao yana picha za Yesu na Maria kwenye kanisa. Sasa ukiona leo kuna mahali wanayafanya hayakuibuka kwa ghafla. Watu wamekaa kwenye kikao, baraza limejaa watu, wakaibuka na wazo la kwanza, makanisa yote jamani kijengwa, picha za Yesu na Maria ziwepo. Wakasema alafu hii tunaruhusu, hebu omba. Kila mtu anaanza, Baba kwa jina la Yesu, wakunena kwa lugha ratatatatata. Wasema tuandae kitabu. Hicho kikao wakatoka na a prayer book. Wakawa kuna kitabu cha maombi. Mimi bwana nimekiona hicho kitabu cha maombi. Kuna sala ya wakati wa kulala, ya kula, si ya wanandoa wanafanyaje, yaani vimelistiwa kila kitu. Mtu asitumie utashi wake wala roho ya Yesu. Kila kitu wameandikiwa. Kama ujui maombi yaliishaga lili kwenye kanisa lile, yalitokana na watu wameambiwa wasiombe ila watumie kitabu. Ni wakati wa kikao hicho mwaka 787 AD. Kwenye hicho kikao ndo wakatokeza na wazo, tuwe na liturujia jamani. Duniani kote, kila mahali limefika kanisa Katoliki, kila mahali limefika. Na maana neno Catholic Church, maana the church of everywhere, the universe, kanisa la kila mahali. Wakasema kila mahali limefika ibada. Andiko litakalosomwa Rome Italy, lisomwe na Ontario Canada, lisomwe na Moscow Russia. Wakatengeneza liturujia. Kwamba niwe hiyo, mtu asiseme kwamba ana roho anamuongoza, lazima lisomwe hilo. Wakaiboresha, wakaikata wimbo. Usichague wimbo unaosikia moyoni, si unagusa roho. Na wimbo utatajiwa na namba. Kwa hiyo ukimweka tu roho pembeni hivi, mnabuni hayo mambo mnayoyasikia huko yote yalisababishwa na kumweka roho pembeni. Wakazikataa dalili za roho na za nguvu, ndio wakaeleta hayo tunayoyaona. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo badala ya vitu vya thamani vya roho, wakatuingizia kwenye kanisa mainzi mafu. Rudia nyuma yangu, sema mainzi mafu. Tusome Biblia. Kiswahili cha kwenye Biblia nakipenda, Kiswahili cha Kimvita. Kwa hiyo hapo ndio nazungumza inzi waliokufa, mainzi mafu. Mhubiri 11 anasema mainzi mafu yanavundisha marahamu ya muuza marashi. Yaani harufu nzuri ya perfume ya neno la Mungu ya Roho Mtakatifu inavundishwa na mapokeo ya kibinadamu. Mainzi, sisi warasisi hatutakubali mainzi mafu. Na ndio maana uamsho mahali pakiwa na uamsho hakui na mainzi mafu. Umewahi kwenda sehemu safi kabisa, kwenye ofisi ya waziri, vioo vimeoshwa vizuri, kila kitu kiko safi, ukakuta mainzi anaenjoy mle ndani? Inawezekana? Mainzi na wenyewe wana sehemu zao wanazipenda. Nenda kwenye dampo, kwenye jaha. Kwenye jaha kuna matakataka, kuna maganda ya matunda, kuna nini, na wenyewe hiyo sehemu wanakaribishwa kwa ukaribisho wote. Sio sehemu safi. Mwaka 2007 niliingia mara nyingi sana ubalozi wa Marekani. Na kuna mtu alituingiza imani ya kwenda kusoma nje. Kwa hiyo akanituambia, mkitoka shule mnaenda ubalozi wa Marekani, nyinyi nendeni tu hata kwenye ile library, wana library pale ubalozi niko Msasani. Ingieni mule, someni vitabu. Siku za Jumatano kunakuwa na student advisor anawashauri kuhusu vyuo, kuhusu nini. Sasa nikiwa pale ndo nikagundua usafi wa viwango vya juu sana, kiasi ambacho mdudu hauwezi kumuona. Tuko pamoja. Kwanza tumepita kwenye geti tu lile, tumechekiwa, unainua mikono na geuka hivyo na kupitishia mashine. Ukivuka tu hiyo sehemu ya kukaguliwa, unakutana na vijito vya maji vya artificial vimetengenezwa, na kuna vikengele vinapiga kwa mbali, hadi rangi ya miti. Sio miti haina rangi kama hii ya kwetu hapa. Tumeenda huko mbele kidogo, tunakuta mazingira paka kwenye bathroom, washrooms ni safi mpaka zimepitiliza. I say, hatukuona hata mahali pa kufungulia bomba. Sasa kila mtu anazunguka na bahatisha atuone. Mmoja akanyosha mkono, kumbe ina sense.
Ghafla vitu vinajiflash venyewe pa yanajiwasha, lakini mazingira ni safi, huwezi kuona dalili ya hata mdudu anatembea. Na tulipoenda tena mbele kidogo tukajicheka, maana tulikuta wazungu wamevaa kama traffic police. Kule tulipokuwa sisi tulikuwa tunapeana mbinu kwamba mkianza nyi wawili sisi tunachelewa sionekane tukajikuta kule tunaonekana vizuri, tulikuwa tunapeana mbinu tukiwa mbali huko, kumbe wametulia kwenye maskrini wanatuangalia. Sasa mainzi mafu uwezo kuyakuta sehemu kama ile. Haleluya. Na sisi tunapokuwa tukiimba wimbo wetu kwamba ni uamsho, mahali penye uamsho mainzi mafu hayakai. Haleluya, haleluya. Lakini kwenye haya mambo yote tunaanza na roho. Tusifanye chochote cha ibada, tusifanye chochote cha huduma mpaka tuanze kwa dalili za roho na za nguvu. Haleluya. Dalili za roho na za nguvu. Yesu anasema kwenye kitabu cha Luka 24:49, anawaambia kaeni mjini humu. Shida ya wale wenzetu waliokaa wakapanga mambo mengi, hawakutaka kukaa mjini. Yesu anajua ni muhimu kufanya umisheni, muhimu sana kushuhudia watu mitaani, muhimu sana kuimba, muhimu sana kuomba, muhimu sana kufanya huduma. Lakini akajua hawa pamoja na yote haya hawataweza kufanya kama hakutakuwa na dalili za roho na dalili za nguvu. Akawaambia kaeni mjini humu, kaeni humu, mstoke mpaka mviko uwezo kutoka juu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa hiyo hatuanzi huduma, hatuanzi vipawa, hatuanzi kutendea kazi karama, anatangulia kwanza roho. Kama ukianza haya mambo, ukaanza haya mambo bila roho, kuna hatari kubwa ya kuharibikiwa. Kwa hiyo ni lazima mtu atafute kukaliwa na roho. Haleluya. Uenda mtu upo unatamani sana kufumba na kufumbua, uwe tayari umekuwa ni mhubiri mkubwa. Mtu ambaye ataacha mambo ya kukaliwa na roho akataka ghafla tu aanze kuwa mhubiri mkubwa, lazima mtamkuta kuna mahali ameshambuliwa. Haleluya. Kuna watu wanashambuliwa na kiburi kwa sababu karama imetangulia yenyewe, alafu hajatangulia roho. Tuko pamoja watu wa Mungu? Haujawahi kukutana na mtu ambaye kwa sababu ya kipawa, karama na huduma anatamani abadilishe hata kutembea kwake? Kwa sababu ya kipawa, karama na huduma, mtu anatamani awakosoe hata wachungaji, ila wao ndo walimtafuta huko wakamwosha kama Ezekieli 14 wakamsafisha wewe mpaka lakini kama kitatangulia kitu kingine mbali na roho, mtu anaweza katamani hata washirika wenzake hawakanyaga hata vichwa, lakini anatangulia kwanza roho. Haleluya, haleluya, haleluya. Mara kadhaa umeona tuna watu ambao anaweza kuwa na miaka 85, labda kwa hata amemzidi mchungaji kidogo, lakini kwa sababu alitangulia roho, huyu mtu anajua hata nidhamu ya kumwita mchungaji wake baba. Unajua sababu ni nini hapo? Ametangulia roho. Yaani akitangulia roho tu anayapanga mambo yanakaa sehemu yake. Wale ambao wapo tu, yani anaweza akapiga hata kikumbu na mchungaji, ana muda. Kuna shida kubwa msingi alianzia wapi? Haleluya, haleluya. Na nikwambie, kwanza nawatia moyo, hakikisha kuna huduma unafanya kanisani yoyote ile, hakikisha kuna huduma unazifanya. Ukiwa una neema ya usafi, ukiwa una neema ya kuhudumia wageni, una neema, kuna huduma unafanya. Ila huduma zetu zote zinaanzia kwanza na dalili za roho na dalili za nguvu. Tunaelewana eh? Wala usikimbilie kusolo nyimbo kwenye vikundi. Hatua ya kwanza haiwi kusolo nyimbo kwenye vikundi. Hatua ya kwanza ni kukaliwa na roho wa Kristo. Hapa kwetu kupo salama sana. Nitaje kuna kwingine huko Swaswa. Mtu ndo anayewaongoza kwenye mambo ya uimbaji, lakini ndo mzinzi nguli.
Mwasherati aliyekubuu anayejisamea mwenye kila siku. Shida alizani inatangulia karama, kumbe inatangulia kwanza kukaliwa na Roho. Jamani, tunaelewana? Inatangulia kukaliwa na Roho. Hicho tu. Fanya huduma zingine zote, tupige na mziki, lakini umekaliwa na Roho. Hicho kiwe cha kwanza. Haleluya! Kwa nini unahitaji dalili za Roho na dalili za nguvu? Kwa nini unahitaji dalili za Roho na za nguvu? Ni Roho Mtakatifu peke yake ndiye anayekupa kiu ya Mungu. Ya kwanza hiyo, kama unaandika, ni Roho Mtakatifu pekee ndiye anayeweza kukupa kiu ya Mungu au kiu na Mungu. Haleluya! Nimeweka maandiko hapa kwa sababu ya muda, tutakuwa tunasoma nitakuwa na paraphrase na litaja kiaina. Tunaelewana? Andiko langu la kwanza nimeandika Zaburi 42:1. Amefananisha mfano wa dia, ayala, mnyama kama swala anavyotamani maji. Ametembea nyikani kwenye ile kiu, vile anavyotamani maji. Daudi anasema ndivyo nafsi yangu inavyotamani, inavyokutamani, inavyokuonea shauku. Zaburi 27:4, Daudi anasema yeye ni mfalme, ana mambo mengi sana, lakini anasema neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalotafuta. Tunakumbuka na andiko jingine anasema na hicho anachokitafuta chenyewe amesema akae nyumbani mwa Bwana daima. Anasahau majukumu yote ya kifalme, nikae nyumbani mwa Bwana tena siku zote za maisha yangu, ni utazame uzuri wako na kutafakari hekaluni mwako. Andiko jingine nimeweka hapo ni Zaburi 122:1. Analetewa taarifa nyingi, lakini anasema nalifurahia. Hajayafurahia mambo mengine, nalifurahia waliponiambia na twende nyumbani mwa Bwana. Kuna kitu kimempa kiu. Zaburi 130:6 anasema kama walinzi waingojavyo asubuhi, naam, walinzi waingojavyo asubuhi, ndivyo nafsi yangu inavyokungoja wewe Bwana, inavyokutaka wewe Bwana. Huyu anayeongea hivi ni mfalme, hajawa na shida zetu zingine tulizonazo. Amen. Sisi kuna wakati unaona kitu kizuri na kiangalia wewe unasema lakini hiki jamani, huna namna kukipata. Kwa kanuni za wakati wa mfalme, anamiliki watu wote wa nchi yake, anamiliki na vitu vyao. Tunaelewana jamani? Ndio maana alikuwa anatoa maagizo tu, anasema nendeni kule kwa Nabali mkanichukue na hiki, mwambie na kile pale nakitaka, na kile nakitaka, na kile nakitaka. Kanuni ilikuwa na wamiliki watu na vitu vyao. Haleluya! Lakini Daudi anasema kama walinzi wanavyoingojea asubuhi. Nimeongeza Zaburi 84:2, anasema nafsi yangu, yani kwa sababu ya kumpenda Mungu, inampenda na kumkondea. Mnajua upendo wa wakati wa uposo? Safari naona wingu la kutangaza uchumba kama lilikuwa linakata, tunaliombea lirudi. Una upendo wanaojuaga vijana, unaitwa upendo. Yeremia sura ya 2:2 unaitwa upendo wa wakati wa uposo. Ako ndoka upendo, yani unaweza ukaona hata message ya mchumba wako ukasema nikiisoma hapa niko na shughuli nyingi haitakuwa nzuri. Unaitunza, unaweza ukaenda kujikamba mpaka mahali pazuri ukapata utulivu hata chumbani kabisa ili usome tu message pale. Uende tu amenukua andiko la Biblia amelituma, lakini kwa sababu amelituma yeye, upendo wa wakati wa uposo. Huo ni upendo watu mpaka wao wanakonda. Si mnakumbuka Samuel wa 2:13 habari za Amnon na Tamari. Amnon amekaa mpaka anakonda kwa kupenda. Sasa Daudi akondeshwi na Tamari, akondeshwi na anasema mpaka anazikondea, anatamani kukaa nyuani mwa Bwana na mpaka anazikondea hizo nyua za Bwana. Aisewi namna hii nzuri sana ya kumpenda Mungu. Haleluya! Nimeongeza na maandiko mengine hapo, nimeweka Matendo ya Mitume 10:9. Hapo utaona habari za Petro. Yule alikuwa mvivu kuomba, hata lisali moja ni issue. Saa hizi kuna kiu imekuja, anapanda dalini mwenyewe, anaweza kukaa hata siku 3 hajashuka. Nini kimetokea? Kuna kiu. Sasa hii kiu wapendwa, hii kiu inaletwa na Roho Mtakatifu. Alafu ni kiu inayokuwa mpaka inakupa njaa.
kiu kama njaa. Haleluya, kiu kama njaa. Sijui kama kuna mtu anaweza kawa na kiu na kitu. Anaweza kuwa ni kijana, imemuingia kiu ya uasherati, atautafuta kwa gharama zozote za fedha, za kusafiri, za nini. Sasa hiyo ni kiu kama njaa, inatengeneza kitu kinaitwa addiction, uraibu. Sisi watu wa Mungu baada ya kujazwa Roho tunakuwa ni addicted, ila mtu mwenyewe nao anakuwa ni addict, anakuwa mraibu wa Mungu, mraibu wa uwepo wa Mungu. Mungu atusaidie tuelewe vile vile alivyonifundisha mimi. Haleluya, haleluya, haleluya. Ni mara ngapi unasikia kuna kitu kinakubana, hamu ya Mungu unatafuta mpaka sehemu ambayo haina watu. Mnajua Yesu ndio kielelezo chetu cha kwanza. Si ndio Yesu ndio kielelezo chetu cha kwanza. Paulo anasema mnifuate mimi kama mimi ninavyomfuata Kristo. Wakorintho wa kwanza 11:1. Sasa Yesu kielelezo alikuwa akipata kinafasi hivi, anaenda mahali pasipo na watu kabisa. Kuna njaa ipo huku ndani inamsukuma. Siku hizi tunajitahidi sana kuhubiri mambo ya maadili. Yaani sehemu nyingi unafungua, jitahidi usivae hivi, jitahidi. Mambo ya maadili utasumbuka nayo sana. Watu walipaswa wapatake kiu ya Mungu, ule uraibu wa kiu kama njaa. Sema kiu kama njaa. Umekaa mwenyewe unasikia kama njaa ya Mungu. Huwa hiyo ndio inahangaikaga. Utasumbuliwa na mtu kukusaidia mambo ya maadili, usivae hiki, usitembee hivi, huwa ni ile kiu kama njaa ya kumtaka Mungu. Inashughulikaga na mambo mengine yote ya tabia. I say, wiki mbili zilizopita nilikuwa naenda kumsalimu baba kule juu. Nikapata aje wivu. Sisi vijana kwa mfano tuna nguvu nyingi zaidi sasa hivi, si ndio Lakini baba ambaye miaka 44 ya kuchunga, yeye ndio libidi labda mdogo au amerelax. Yeye ndio nimekuta anapiga kinanda kidogo, anageukia huko, anaomba, anaabudu kwa wimbo, anafanya nini. Devotion kama hiyo inatuambia kuhusu njaa, inatuambia kuhusu kiu kama njaa. Haleluya, haleluya. Kiu kama, wala sio yale ya kufanya mpo wote hivi. Hakuna anayeona masaa 8 anakumalizia. Yaani mtu nafikiri yupo ofisini anajaza documents, kumbe amejitoa kisawa sawa na ni yeye mwenyewe binafsi. Hebu niambie sasa, vijana ndio wao wanafanya hivyo. Yaani kijana akiwa huko kwake, huko anaabudu, huko anafanya nini? Anaomba, anaabudu, anayemaliza masaa yake 4. Unaiona hiyo kiu kama njaa? Haleluya, haleluya. Na kwa kusema hivi, hapa nazungumza sasa na wazazi, baba zangu na mama zangu. Hakikisha kama una vijana pale nyumbani, hakikisha wamejazwa Roho. Hakikisha usikae na vijana wanaendelea tu kukomaa kwa watu wazima, lakini wewe unajua yani unajua kwa hakika ni wakame au yajaga Roho. Kuna siku watapiga matukio, watakutia kwenye aibu kubwa. Salama, anza kuona una kijana wako wa form 6, una kijana wako wa kidato cha 3, una mwingine ni mwanachuo, hujawawekea ratiba, unasikia moja chumbani kwake huko ritititi rakatata retetete. Ukiona hayo yamekuja yenyewe, sio kwa ratiba za familia tulizopanga kwamba jioni ni ibada saa 2. Kwa ratiba zake amezunguka, unasikia mlango umefungwa, unasikia kwa makelele ya kushandalize. Anayekaliwaga na Roho hivyo una usalama mkubwa. Ila usikubali mnaishi nao kijanja janja, unajua ni wapagani kabisa, hawana dalili za Roho na za nguvu. Kuna siku watafanya matukio hutaamini. Sio kwa hiari yao, kuna uraibu mwingine shetani atauweka. Kama kuna kitu unabidi ukae uenjoy, ni kuona una vijana wako pale, wao ni watoto wa kuwazaa, ni unaishi nao tu, wapo busy na vitu vya huduma, akili zimeraibishwa na utumishi. Hapo unayo faida yako. Haleluya, 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 haleluya. Dalili za Roho na za
Paulo anasema neno langu na kuhubiri kwangu hakukuwa kwa hekima zilizotungwa tu, kwa maneno tu yenye ushawishi yaliyotungwa kwa hekima za kibinadamu, lakini kulikuwa na dalili za Roho na dalili za nguvu. Wakorintho wa kwanza 4:20, ufalme huu katika neno bali katika nguvu. Cha kwanza ni kukaliwa na Roho. Haleluya, haleluya. Unajua ukikaliwa na Roho, kuna kitu kinakuja kinaumbika kwenye maisha yako, kinayaathiri maisha yote. Amen, amen. Ujai kuona binti mdogo wa miaka 16 anaomba hapa kwa sauti, mnaona mji wote kama unaweza ukasikia. Yani alikaliwaga na Roho, ikamuathiri mpaka vocal cord. Amekuwa ni mwingine kabisa, wenzake hawezi kufanya anachofanya yeye, lakini amekaliwa na Roho. Kwa vijana wa kike na wa kiume, kama kuna mtu umemproject, umempigia target, unaona huyu ndo akuwa mume, huyu ndo akuwa mke huyu, kipimo cha kwanza kiwe dalili za Roho na dalili za nguvu. Haleluya. Kipimo cha kwanza kiwe dalili za Roho na za. Dunia inapozidi kwenda mbali sana na nuru, kuna mambo yanaangaliwa ambayo hayakuwa ya msingi, lakini kipimo cha kwanza kiwe dalili za Roho na za nguvu. Angalia huyu mtu kiroho, kiroho. Mengine unajua yanakujaga Tunaelewana watu wa Mungu? Vigezo vinavyotumiwa na watu wengi. Mungu awarehemu na wasaidie mabinti. Nilisikia kwenye mtandao akasema mabinti wanataka mtu awe wa funguo 3. Kuwe na funguo wa gari, wa ofisi na wa nyumba. Kinyume na hivyo unapigwa, wanaita kibuti. Unapigwa kibuti cha mchana kweupe na kiroho chako kizuri. Na maandiko mengi ya kunukuu, unapigwa kakibuti hivi. Kwa hiyo kuna mioyo ya wakaka wengi imejeruhika kwa kukataliwa. Sasa wakati huo haupaswi kucompromise standards. Usishushe viwango vya ubora, lakini usiweke mavigezo ya kimwili ambayo mengine unajua hata hayanaga kazi. Mnajua hiyo hayanaga kazi. Ukiaweka, mimi sina upako wa kufundisha mambo ya mahusiano na ndoa. Sijui hata kwa nini kwenye somo langu la dalili za Roho na nyeli inakuja. Lakini kama kuna kitu cha msingi, angalia dalili za Roho na dalili za Roho na za. Mkaka ambaye utakaa kizembezembe hivi, uzingatie dalili za Roho na za nguvu. Mdada uzingatie dalili za Roho, unaweza ukaoa au kuolewa hata na jini. Sio lazima awe Subiani na Makata na nani. Unaolewa na mwanadamu jini. Majini ananyonya damu. Sasa kama mtu baada ya kuolewa naye huwezi kuomba tena, sasa amekunyonya damu. Unaweza kuolewa na jini kabisa hivi. Ndio maana dalili za Roho na za nguvu zinakupa kuwa salama. Haleluya. Dalili za Roho zinakupa kuwa. Kijana wa kiume ambaye azingatii dalili za Roho na za nguvu, hataki kukaliwa na. Unajua unaweza ukazidiwa hekima hata na beberu la mbuzi. Beberu la mbuzi anaweza kafanya tu hivi. Akinuka hivi anajua huyu ananyonyesha. Akinuka ameshajua. Sasa huyu mtu akaliwi na Roho wa Yesu. Unaweza ukaenda kuokota mtu ambaye kwa kweli moyo wake 99% ni shetani, ana kamoja kwa binadamu. Sio Mungu, kamoja kwa binadamu. Alafu mambo yanakuja kuwa ulikuwa ni wa kanisani ibada, una cancel kabisa kalenda yako, amnaga ibada ndio ya Jumatano. Ila wewe sio wale kwa uhudhurii. Kalenda yako inaga ibada ya maombi ya Ijumaa. Haya maombi ya kutangazwa ndio unahakikisha unadoji yote unadoji. Dalili za Roho na za nguvu. Mimi wakati mwingine mke wangu namfanyisha mazoezi. Anajua wiki hii sijamwamsha hata mara moja. Nilikuwa naomba kwa makelele sebuleni atoke mwenyewe akitaka. Atoke mwenyewe akitaka. Kwa hiyo avumilie makelele ya saa 8 ni baba unaweza baba, anachagua mwenyewe avute blanket, avute duvet au akaungane na dalili za Roho na za nguvu. Mungu amemsaidia, ameungana na dalili za Roho na za nguvu vizuri. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
Ukipuuza dalili za roho na za nguvu, Roho Bwana asema, unaweza kuja kujikuta ulikuwa mlokole safi ukarudi kwa mpagani, yani wa asilimia zote mpagani. Unajua tunachotamani ni kuona mtu umeendelea vizuri. Haleluya, 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 haleluya. Hivi ndio tulikuwa point namba 1 namaliza. Sasa namaliza. Haya mengine nayaacha. Point ya pili. Nataja pointi 2 au 3 tu hivi afu tunasimama kuomba. Haleluya. Kuna kitu nakumbushwa nisisitize. Ukaweka vigezo vikamzidi na Yesu, utakayesumbuka ni wewe mwenyewe. Na kuna watu ni wa kuwaombea. Kila anayetaka kufanya naye uhusiano ambao unaelekea kwenye ndoa anasema amefunuliwa, sio huyo. Mengine unabidi ubanduka mikono. Yaani Yesu hahusiki kabisa, ni wewe mwenyewe una mafundisho ulifundishwa. Wadada walokole wote wanaompenda Yesu wote wanafunuliwa kwamba sio. Miaka 45 sio. Ni wakubandikwa mikono, alafu na kitu inabidi kitoke. Jamani, tunaelewana Hapo tunazungumza hivyo kwa sababu kuna wengi mambo yanakuja kuwa baadaye magumu, wanaamua kuvurunda, wanafanya mambo ovyo ovyo. Mambo yote inabidi afanyike kwa utaratibu na kwa uzuri. Hata familia na zenyewe ziende kwa utaratibu na kwa uzuri. Wachungaji wote wanatamani waone na wenyewe wanasema, jamani, tunamuona pale kijana wetu Eric, tunamuona pale kijana wetu Bryson, tunamuona pale. Wanataka ianziage huko kwa utaratibu na kwa uzuri. Nani asiyependa hapa harusi yake aone wachungaji wanapiga na vigelegele? Kwa hiyo ukifanya mambo bila utaratibu na uzuri, au ndo kamwekea na Mungu ukaweka na mavigezo mengi, tena Mungu atusaidie. Hapa kwetu hawapo. Ni kwenye kanisa moja huko, kuna watu wamepewa chata ya kuwa ni shangazi wa kanisa, mjomba wa kanisa, kwa sababu miaka yote ameiachaka tangu 20 na kitu amevuta, amevuka 30, ameenda 40, anaisaka kwenye 50 na ana mpango hata wa kuchumbia. Sasa sio kila kitu utasema ni mapenzi ya Mungu. Sio haya yanakujaje. Mungu tusimsingizie mambo mengine. Tunaelewana watu wa Mungu Sio mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu, Mhubiri 4:9 anasema bora wawili kuliko mmoja, maana wapata ijara njema. Yaani bora wawili. Yale mambo ya kulala peke yako kama upanga mpaka miaka sio kwamba vyote ni vya Mungu. Kuna mambo unapewa, tumia akili zako ipasavyo. Tunaelewana watu wa Mungu. Roho Mtakatifu ni uhai wa Mungu ndani yako. Pointi ya pili. Uhai wa Mungu ndio utakaokukumbusha kwamba wewe ni mtoto wa Mungu. Warumi 8:16 anashuhudia ndani yetu kwamba sisi ni watoto wa Mungu, sio kwa mazingira, sio kwa nini unacho na nini hauna. Atakwambia wewe ni mtoto wa Mungu. Huu ni uhai huu ndio utaufanya uzione nguvu za Mungu kwa wakati ambao unajihisi ni dhaifu. Kuna wakati unakuwa uko dhaifu sana. Roho wa Mungu akikukalia, Paulo anasema kwamba when I am weak then I am strong. Muda ambao unahisi ndio una dhaifu sana, kumbe ndio una nguvu sana. Haleluya, haleluya. Mama mmoja alikuwa anatulea huko Dar es Salaam. I say, nilikuwa natamani maisha yake ya kiroho. Ni mama msomi mwenye masters ya economics kutoka University of Dar es Salaam, lakini amekaa kiroho vizuri. Yaani vitu vya ovyo vya giza hata viwe huko mbali ataviona, atavijua. Tuko kwenye kongamano la Pasaka, akatuambia amemaliza kuomba, ameenda kulala, alafu mchawi ameingia kwa zile njia zao za kugeuka hivi, unafanyaje? Mchawi ameingilia ukutani, ameingia ndani. Akiwa amelala amefumba macho. Huwa tunavyolalaga watumishi, tunalalaga limwili hili, sio roho zetu. Haleluya. Hatulalagi roho zetu. Wimbo leo bora 5:2 anasema na alikuwa nimelala usiku lakini moyo wangu ulibakia macho. Kwa hiyo akiwa amelala vile, alinyosha mkono wake akakamata kwenye neti. Amemkamata mchawi na neti amemshika pamoja, amemkamatia. Alivyomkamata ana uwezo tena wa kujirusha kichawi. Kwa hiyo aliamka, tunafanyaje hapa? Unaokoka au unaondoka hivi hivi au unafanyaje? I say anamwambia ondoka ulivyoingia, hawezi. Kwa hiyo bila aondoke naye kwa njia kwenda kumfungulia mageti kawaida. Lakini kiroho amepack,
Yaani kironi amepaki, amefurika. Haleluya, haleluya, haleluya. Na ukweli ni kwamba unachoweza kukifanya ukiwa hivi macho, unaweza kukifanya hata ukiwa uko fofofo. Siku moja mke wangu alikuwa ananisimulia ndoto, nikaota hivi, nikaona hivi. Nikamuuliza, mbona, kwa nini ukukemeaga huko kwenye ndoto? Kwa nini ukufanya hivi huko? Akawa anashangaa. Nikamwambia, kama ukiona sasa hivi jini la ghafla, unaweza kumwambia nakuamuru hicho kitu unachoweza kukifanya ukiwa hivi kwenye akili yako, unaweza kukifanya ukiwa rohoni. Haleluya, haleluya. Pointi ya mwisho afu tunasimama. Dalili za roho na za nguvu zitakupa kudumu. Zitakupa kudumu. Kulikuwa na wanafunzi wenzangu, tulikuwa tunafunga pamoja tatukavu, tuko Pugu sekondari. Wenzetu hapo wako busy wanapiga msuli, wanaita. Wanakomana vitabu hapo. Sisi tuko kwenye kipoli huko, tatukavu za mara kwa mara, masaa 72. Na tulikuwa tunahakikisha sikaya kujihurumia. Tunakula Jumapili jioni, tunakuja kula Alhamisi asubuhi. Hiyo ndio inaitwa tatukavu. Sasa kuna watu tulienda kumbe mle ndani kuna anaofuata mkumbo. Yaani mkuja kukutana nao kwenye maisha, kila mtu ana familia. Hata dalili ya Ukristo haipo tena. Dalili za roho na za nguvu zinakupa kudumu. Watu wa Mungu tuko pamoja. Na hapo sasa leo vijana wa kike na kiume tuseme amen. Leo kuna vitu inabidi tuambukizwe. Kuna vitu inabidi tu. Nilipewa ushuhuda wa mzee wao hapa kanisani. Kuna mtu alituambia mwaka 94 alikuwa anatufundisha Sunday school Mbeya, sijui wapi, sijui ni Arusha Mbeya. Samani baba kama upo. Baba mzee wao hayupo. Haya. Nikasema sasa kama mwaka 94 alikuwa anafundisha Sunday school huko Mbeya, lakini namkuta miaka 32 baadaye anafanya kitu hicho hicho. Kuna siku naona tena bado yupo anafundisha, anaruka na kuruka. Miaka 40. Kama kuna mtu unajijua hapa, baba yangu, mama yangu, miaka ya 80, miaka ya 90, ikukutaka unafanya huduma hii ya kiroho, na leo mwaka 2026 unafanya huduma hiyo hiyo, wewe unacho cha kutuambukiza. Watu wa jinsia mimi si niwaombe wasimame. Sizungumzi aliyokoka zamani, ila alikuwa anafanya huduma zamani, na sasa miaka 30 baadaye bado yupo kwenye utumishi ule ule. Hawa watu leo watapaswa watuwekee mikono, watuambukize kudumu. Haiwezekani binti wa miaka 23 ni ameshachoka kiroho. Tunaangalia hivi, safari hii kwa hivi, hiki kiroho chake hiki ninacho kuitafuta miaka 50, hiki kiroho chake kweli atafika miaka 60 anaombaga hivi. Sasa hawa watu wa Mungu watuambukize vijana, ili mambo ya usipokuwa na dalili za roho na za nguvu utaishiaga sehemu fulani. Yani kutakuwa na moto wa mabua bwana. Mimi nimezaliwa mkoa wa Ruvuma, ndio mkoa unaongoza kwa mahindi hapa, kulima mahindi hapa Tanzania. Kwa hiyo ukifika mwezi wa 6 hadi nyumbani kwetu juu ya paa kote tumejaza mahindi, vyumba maalum vyote ni mahindi, kule nje ni mabua, vigunzi. Sasa naujuaga moto wake ukiuwasha hivi, vurugu za muda mfupi, kwa muda mfupi afu umeishia zake. Sasa hatutaki moto wa mabua. Kwa nini tusiambukizwe kudumu? Kama tunamwona, nimeambiwa mwalimu Abedi kwamba mwaka 70 kitu alikuwa anapiga gitaa. Sasa kama tunamwona na sasa hivi bado anafanya, kwa nini tusiambukizwe? Kwa nini tumkute kijana wa URCC mwaka 2040 ni mpagani kabisa? Kwa nini? Mungu atusaidie. Dalili za roho na za nguvu. Kwa hiyo hatua ya kwanza, vijana wa kiume na wa kike, mkiongozwa na mimi mwenyewe, tutakuja mbele, alafu watu wa Mungu watuambukize kudumu. Haleluya, watuambukize kudumu. Naomba tusimame. Tunataka kuambukizwa. Naomba baba zangu na mama zangu, mkiongozwa na wachungaji wetu, sisi tutakuwa hapa. Mungu akiwapa neema, hata kama mtakuwa kwa hapa juu, lakini mtuambukize. Hatutaki kuishi hapo njiani. Vijana wengi mambo yanawaharibikia. Kuna mwingine utumishi ulikuwa mkubwa, alafu kuna mambo anayavuruga hapo njiani, na mambo ya utumishi anaishiaga hapo.
mtuambukize. Kwa nini nyinyi mpaka sasa hivi miaka 65? Mama Shedrack, nilikutana na mama hapa anapambana kusoma Biblia, huenda kwenye umri huu asiwe na macho makali kama ya zamani. Ni mama yangu wa chuo. Amenilea nikiwa chuo. Yeye alikuwa School of Nursing, mimi niko school nyingine huko. Miaka ile. Eti alichokuwa anakifanya kiroho wakati ule, imeshapita miaka tangu 2013, tayari miaka tena karibia 13. Alichokuwa anafanyaga wakati ule, sasa hivi anasema mwaka huu nimemaliza mzunguko wa Biblia. Lakini si mbona tuna manguvu na macho yetu hayana hata shida. Ukurasa mmoja hatusomi. Hatuoni kwamba na jambo la kutuambukiza. Ili wewe binti uko hapa, ni miaka 50 kukute na wewe uko busy unafanya Bible marathon, unakazana kumaliza. Haleluya. Leo kwa kweli hapa hatuombi sisi. Leo ni siku yetu ya kuambukizwa. Haleluya. Tusiharibikiwe njiani. Karibuni wale wanaotuambukiza, sio wengine tuambukizwe huku. Karibuni sana. Ni kweli anachokifundisha Mwalimu Prosper. Elisha alikubali kuambukizwa roho ya Elia na akadumu. Uwe tayari tu kuambukizwa. Mambo ya kuishia njiani sio ya watu waliookoka. Mungu anataka tulichukue jambo tuende nalo mpaka mwisho. Roho ya kufifia kwamba nilikuwa nafanya huduma alafu tena nimechoka, hiyo roho haitoki kwa Mungu. Mungu anatupa roho ya kudumu na kufanya kazi yake kwenda mpaka mwisho. Mungu anatuchukua kuanzia mwanzo mpaka kileleni alikotukusudia. Mungu sio Mungu wa kutuchukua na kutuachia njiani, lakini ni wewe kufanya maamuzi. Nataka Mungu akuambukize roho ya kudumu. Nimefanya huduma sasa hivi ya kichungaji karibuni miaka 44. Naendelea kuifanya, na mke wangu amefanya huduma kwa muda mrefu sana. Ameimba kwaya karibuni miaka zaidi ya 40 anaimba kwaya. Mpaka leo nikijaribu kumwambia achana, wewe umeshakuwa mama mchungaji, hebu achana na mambo ya kwaya, akasema hapana. Hataki kukatisha tamaa. Hebu kijana yoyote na yeyote uliyekuja hapa mbele, ni mwe mama mchungaji apande taratibu hapa, mchungaji Rehema. Na kama kuna mtu mwingine ambaye huduma ulioifanya tangia usichana wako na ujana wako bado unaendelea kufanya, uje uungane na mimi katika madhabahu ya Bwana. Kama unaendelea na huduma ulioifanya kwenye ujana wako na umekuwa mtu mzima na unafanya mpaka leo, njoo hapa mbele. Kijana, inua mkono wako mmoja juu na mwingine kwenye kifua chako. Asante. Sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Ile kazi njema ulioanzisha moyoni mwangu isiishie njiani, ifike kwenye hatima ulioikusudia. Mchana wa leo nimefungua moyo wangu ili nipate nguvu za kunipeleka kwenye kilele cha hatima yangu. Mungu Roho Mtakatifu, ivuvie kazi yako ndani yangu, ikapate kuchipuka tena, ikiwa na dalili zote za nguvu. Mungu Roho Mtakatifu, niwezeshe sasa kwenda kwenye hatima ulionikusudia. Roho ya kukasha tamaa, kuvunjwa moyo na kujivunja moyo katika madhabahu yako sitaki leo. Nahitaji roho ya nguvu, nahitaji roho ya ujasiri, nahitaji roho ya ushindi. Mungu Roho Mtakatifu, niwezeshe kushinda yale ambayo ningeshindwa. Niwezeshe kupiga vita ya kiroho iliyo nzuri ya kunifikisha kwenye hatima na kilele ulichokikusudia.
kuanzia sasa ninakataa roho zingine zote zinazonirudisha nyuma. Kuanzia sasa ninakataa roho zingine zote zinazonitoa kwenye mstari. Kuanzia sasa ninakataa roho zingine zote zinazonigeuza huko nilikotoka. Mungu Roho Mtakatifu, nipake mafuta ya kusonga mbele. Mungu Roho Mtakatifu, nipake mafuta ya kushinda majaribu njiani. Mungu Roho Mtakatifu, nipake mafuta ya kuendea hatima yangu kama Elisha. Najua kuna kuvunjwa moyo, najua kuna kukata tamaa, lakini nitaenda kwenye hatima yangu. Mungu Roho Mtakatifu, nijaze sasa, nijaze sasa, najaze sasa, nijaze sasa, nijaze sasa, nijaze sasa, nijaze sasa, nijaze sasa. Na kurithisha roho ya kukamilisha kusudi la Mungu katika maisha yako. Paulo anamwandikia Timotheo, anasema, Timotheo mwanangu, uichochee karama iliyoko ndani yako, uliopewa na Mungu au kwa kuwekewa mikono na wazee. Nami ninaomba katika madhabahu ya Bwana kwamba ile karama ambayo Mungu aliweka ndani yako, inawezekana ilikuwa imeanza kufifia au kufa, katika jina la Yesu ninaitamkia kufufuka na ikupeleke mpaka kwenye hatima Mungu aliyokukusudia, na kurithisha karama na vipawa vya Mungu visivyokufa njiani, na kurithisha karama na vipawa vya Mungu vinavyokwenda kwenye hatima, na kurithisha karama na vipawa vya Mungu vitakavyofanya kazi leo, vitakavyofanya kazi kesho, mpaka Yesu atakapokutoa katika uso wa dunia, na kurithisha karama na vipawa vya Mungu utakavyovifanya leo kwenye ujana wako, kwenye uzee wako, mpaka siku ambapo Yesu atakapokuita nyumbani. Na kurithisha roho ya vitu kudumu. Mungu akupe roho ya vitu kudumu, jambo lako likadumu, huduma yako ikadumu. Harabushakatara. Pokea roho ya vitu kudumu, pokea roho ya vitu kudumu, pokea roho ya huduma kudumu. Huduma uliokuwa nayo jana ikadumu leo na ikadumu kesho. Ndani yako isiwepo roho ya kufisha, ndani yako isiwepo roho ya kufisha, ndani yako isiwepo roho ya kufisha. Kuna mabinti mnachumbiwa, uchumba wenu unakufa njiani. Katika jina la Yesu, roho ya kufisha vitu vyako ninaiondoa katika jina la Yesu. Ninakutangazia na kukurithisha roho ya kukupeleka kwenye hatima. Kitu chako hakitakufa njiani. Mambo yako yakadumu, yakafike mpaka mwisho. Na mashahidi hao wote waliosema katika madhabahu ya Bwana wawe sababu ya wewe kupokea roho na urithi utakaodumu, sio vitu vya kufisha njiani, sio vitu vya kufa njiani. Baba, watu hawa nimewatamkia urithi wa kudumu, karama za kudumu, utumishi wa kudumu, maombi ya kudumu, katika jina la Yesu. Hata mambo ya kawaida ya dunia watakayoyafanya yatakuwa yasiyokufa njiani. Wakianzisha biashara inafika mwisho ulikokusudia. Wakianzisha jambo, wakianza kusoma, wanasoma wanamaliza kile walichokikusudia. Kama walianza kusoma diploma, watamaliza diploma. Walioanza kusoma degree, watamaliza degree. Walioanza kusoma masters, watasoma watafika mwisho. Watakasoma PhD, watasoma wafike mwisho. Hakuna kuishia njiani tangu sasa. Mungu akupe roho ya kufika mwisho kwenye hatima ya jambo kuanzia sasa, kwa jina la Mungu Baba na Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Pokea urithi huo sasa. Amen. Hallelujah.
Asante Yesu. Haleluya. Haleluya. Shakotara. Haleluya. Asante sana Baba kwa maombi hayo. Unaweza ukaketi taratibu kwenye uwepo wa Bwana. Tumshangilie Bwana Yesu kwa makofi mazuri. Amen. Asante sana mhubiri wetu mchana wa leo kwa neno. Ninaamini kila mtu